Huyu dada anaitwa Rozi. Huwa anaendesha maisha yake kwa kulala na wanaume alafu wanamlipa pesa. Sasa alimpua huyu mchizi ile malipo yake hayakuwa mazuri. Hivyo Rozi amechukua simu ya mwamba na amemtimua Sepe nyumbani kwake. Uliniahidi malipo mazuri, sio? Silimisha kulipa lakini. Kwa hiyo na ile 20,000 ndo malipo mazuri. Nimekupa show bomba, unahisi nastahili kulipwa naira 20,000? Una akili wewe kwa uchumi huu? Hata mke wangu sijawahi kumpa hiyo pesa kwa wiki 2 sasa. Alafu unasema haitoshi. Bidada akampanga mchizi ya Sepe kabla hajapiga simu kwa mkewe. Mchizi akawa ametimuliwa pale. Sasa naomba nikuulize swali, huyu mdau wa Kusini Icon. Hivi kati ya mtoto wa kike na wa kiume, yupi huwa ni rahisi kukubali kwa mama au baba yake ana mpenzi mwingine baada ya wazazi wake kuachana? Niandikie hapo chini kwenye comment. Hey babies, nipo kwa mwanaume wangu. Nesi nitawajulisha kila kitu, sawa? Huyu mwanaume ni wa tofauti sana. Ni mwema, ni aina ya mwanaume ambaye nilikuwa nikiomba kila siku kwa Mungu niwe naye. Hey baby, nipo kwa mwanaume wangu. Ni mwema sana, anajali sana. Hai Shalewa. Jina langu Shali. Oh, Shali za asubuhi. Sikujua kama umeamka. Una hakika asubuhi ni nzuri kweli? Hiyo sio namna nzuri ya kujibu salamu. Usinielekeze namna ya kujibu salamu, hasa upo kwangu. Okay, nimeandaa chai. Naomba unisaidie kupeleka mezani. Kwa hiyo unahisi umepata mwanaume? Baba yangu hajakuambia? Hajakuambia kuwa sipendi wanawake kuwa karibu na yeye? Mwisho akawa amemwagia maji ya moto mama yake huyu Wakamu. Mzee akafika na akampanga kuwa amemwagiwa maji na Shari, ila Shari akawa anakataa kuwa bi mkubwa anaongopa tu, na akampanga aombe msamaha, ila Shari akakataa. Rozi ametembelewa na shoga yake anaitwa Ela na amekuja kumpanga kuwa anataka kuolewa hivi karibuni, na tayari amevishwa pete na akamshauri Rozi aache kudanga, atafute mwanaume aolewe tu, maana yeye ndio hivyo kashapata mchumba na ashaachana na hizo mambo. Ila Rozi anakaza na dai ile ndio kazi imemkuza na kumlea mtaani. Hawezi kuitelekeza, analipa bills na kuendesha maisha yake kupitia hii kazi, hivyo hawezi kuiacha kabisa. Sasa leo hapa akawa anabonga na mwamba anaitwa Chifu, anataka mpe escort ya kwenda Abuja, hivyo bidada akamkubalia na wakamtumia naira 3,000,000 chapu, akabaki anafurahi tu. Moto! Moto! Femi na Jessica wakakurupuka usingizini. Moto! Wakakurupuka kitandani, tafuta moto huku na kule, hakuna moto. Yuko wapi Shari? Jikoni. Wakakimbilia jikoni. Uko wapi moto? Huu sio moto. Kwa hiyo umetuamsha kwa ajili hii. Labda ungekuwa umelala kwako. Siku nyingine usirudie huu ujinga wako. Wakampokonya lighter, wakampanga ende akalale chumbani kwake, asiamke hadi itakapofika asubuhi. Huyu mtoto mpeleke kwa mama yake. Sijui anaishi wapi, mtafute. Alimwacha kitandani mtoto akasepa zake. Miaka mingi imepita sasa. Uliza basi hata watu wanaishi wapi. Wakawa wanatupiana maneno kwamba mchizi anatakiwa mtafute mama yake na Shari ampeleke, maana amezidi sasa. Unafanya nini hapa? Unatakiwa kuwa umelala muda huo. Kwa hiyo una mpango wa kumchumbia Jessica, sio? Nimekuta hii kitu chumbani kwako na kuna pete ndani yake. Lete hapa. Ulienda kufanya nini chumbani kwangu? Hujanijibu swali langu. Unataka kumchumbia Jessica? Binti, usiniongeleshe mimi namna hii, sawa? Mimi baba yako, na pili Jessica ni mama yako mtarajiwa. Sina mama, unaye? Sina. Unaye mzima anaitwa Sijali, anaitwa nani, na sina mama. Upande wa pili kuna huyu mwamba anaitwa Davis. Ni bosi wa hii kampuni hapa na huyu ni sekretari wake. Huwa anavutiwa sana na mchizi. Ila mwamba hapa huwa ni wambuzi kinoma kwa bidada. Hataki kabisa mazoea naye. Leo amemletea breakfast ila mwamba anamkazia Sepe nayo. Hataki kusikia masuala ya breakfast. Pale ni kazini. Sasa upande wa pili, Rose huko anajirekodi anaenda kwenye bonge moja la sherehe. Kuna big boys watakuipo pale na ataenjoy maisha. Huku Femi anaongea na mtu kwa simu ampe location. Anataka kutuma mzigo, anadai alimuona ameposti anataka kwenda kwenye party. Leo Femi ameandaa surprise kwa Jessica. Anataka kumvisha pete. Siamini baba anataka kumchumbia yule mwanamke. Umekamilisha maisha yangu tangu uje kwangu. Natakiwa nifanye kitu ili jambo lisifanikiwe. Jessica, nataka kuspendi sehemu ya maisha yangu iliyobaki duniani na wewe. Lakini Shari alipendi, nitampeleka kwa mama yake. Naomba uwe mke wangu. Shari akapiga ukunga hapo akamkimbilia. Akawa amejifanya kuzimia, wakamwaisha hospitali chapo. Ile kurudi, akashuka chapu akazama ndani. Shalewa, njoo hapa, Shalewa. Siamini kama amefanya yote kuharibu engagement yetu. Hatuwezi kuendelea hivi. Nimefahamu wapi mama yake anaishi. Nitamtelekeza huko. Please twende ndani. Upande wa pili Rozi anapokea simu na anaomba aende gitini, kuna mzigo wake. Akatoka nje akakutana na begi pamoja na safari ghafla. Akafungua ndani, Jesus, anaibuka Shalewa. Nani wewe? Mimi ndo natakiwa nikuulize wewe nani na nimefikaje hapa? Akachukua barua akashangaa kilichoandikwa ndani. Unaitwa nani? Shali. Shalewa. Umejuaje? Akakopoa barua kusoma hivi.
wewe ni mama yangu sio? Wakabaki wanashangaa tu pale. Hili limenishtua sana kwa sababu sikutarajia kukukuta getini kwangu kabisa. Yani, nipe namba za baba yako. Kwa nini? Ili nimpigie aje kunichukua sio? Amenitelekeza hapo kwa sababu anitaki tena. Na wewe unitaki pia. Siendi kokote, kuwa mama japo kwa muda. Unaenda wapi? Naenda kutafuta chumba mwenyewe. Vita sasa ikawa imehamia ndani kwa Rozi. Shida nini? Angalia muda, hauna kazi za kufanya? Ninayo. Hebu nibahatishe. Utakuwa unafanya kazi benki? Hapana. Utakuwa daktari? Hapana, mimi ni mfanyabiashara, naendesha biashara zangu. Ngoja nikakuandalie chai. Hivi unajua mpaka sasa siamini kama yule mwanaume ameniweka mimi kwenye begi. Ina maana nina usumbufu namna hii? Nitumie address wewe tuma. Alafu mara ya mwisho uliniambia utaniwekea maokoto. Sasa kwenye kutembea tembea anaongea na mpenzi wake. Ndio anakumbuka kwa humu ndani anaishi na binti yake. Nilisahau kama uko hapa. Sikumbuki kama nina gauni kama hilo. Una maana gani? Hilo gauni linaonekana kama limetoka kwenye begi langu. Okay, mimi natoka. Unafikiri unaenda wapi kama hivi? Angalia gauni ulilovaa. Hivi ndo napenda kuvaa? Wewe kama nani? Mimi binti yako. Mimi binti yako. Unajua watu wanakutafsiri namna ambavyo unavaa. Akafunga mlango na akasepa na funguo. Lydia, uko sawa? Hili pote liendana na tukio lililopita. Njoo uangalie. Sasa Lydia akawa anampapasa bosi ba. Toka hapa. Angalia hili lisije likakusti kazi yako. Sasa leo nyumbani chifu akawa amevimba. Akasalimiana na Shalewa. Akamuuliza kama ni babu yake, ila mzee akadai kuwa ni rafiki yake na mama yake. Kwa hiyo una urafiki na mzee. Na hakika wewe mzee una familia na watoto pia. Naomba uondoke. Nitakupigia simu. Usimpigie simu kwa sababu nitaizima simu yake. Uwe na safari njema. Sasa leo Rozi anatoroka nyumbani amepata danga. Anavizia hapa Shalewa asije akamgundua. Yule anamaliza tu ngazi Shalewa huyo hapa. Unalala na wanaume tofauti tofauti sio? Hiyo ndio sababu ulinitelekeza ili iwe huru na maisha yako haya. Ukurudi hata siku moja kuniangalia naendeleaje. Unaenda mjini unauza mwili wako. Siko proud hata kukuita mama yangu. Mwisho akasepa. Bidada akabaki kupagaa watu. Akiwa chumbani maneno ya Shalewa yakawa yanamrudia kichwani mwake. Sasa Lydia kama kawaida amekuja na zawadi na anamuomba bosi awe Valentine wake. Wakamfokea pale na akafukuzwa kazi rasmi. Upande wa pili bidada leo anatoka na ametupia vizuri, ila Shali akampanga asimuongopee kwa kuvaa vizuri ili asije akagundua kama anaenda kukutana na wanaume wake. Haijalishi unaniamini au uniamini, niliomba kazi online na leo ndio interview yake. Natoka. Nakumbuka usiache mlango wangu wazi. Muda kidogo bidada amerudi ana furaha kinoma. Shali, nimepata kazi, ila kimya. Akatafuta huku na huku akamkuta amelala. Akawa amemwamsha akampanga kuwa amepata kazi. Kwa hiyo umeniamsha kwa ajili hiyo? Nimesema hivi, kule nilikoenda kwenye interview, ile kazi nimepata. Shida sio kupata kazi. Kazi utaweza kumaintain? Akawa amemputa mkono akaendelea kulala. Sasa leo bidada akawa ametimba kazini na akasalimiana na bosi. Kidogo tunaonyeshwa kuwa huyu bidada na bosi wakiwa kwenye penzi zito kinoma. Yaani walivunjaga hadi amri ya 6. Asubuhi bidada ni anamview tu mchizi huku anatabasamu. Akampanga rafiki yake kuwa amempenda mtu kwa mara ya kwanza tu kumuona. Usiniambie kuwa umelala upande mbaya leo Rozi. Hamna, nimekutana na huyu jamaa klabu jana. Tulikuwa na chemistry nzuri sana. Nitakupigia, nataka nimwendelee breakfast special yani. Bidada akawa anaandaa zake breakfast pale. Kurudi chumbani hivi, mchizi hayupo amesepa. Akatafuta huku na huku, mchizi hayupo. Akawa anajiuliza hajachukua hata namba yake na hata jina lake hamfahamu. Basi tutarudishwa tena kazini. Wewe ni secretary mpya? Ya, mimi ni secretary mpya. Humu kuna kila kitu unachotakiwa kujua na waulize wafanyakazi wengine kuwa sipendi watu wasiojituma. Saa hivi unikumbuki? Yaani leo ni siku yako ya kwanza tunaonauliza maswali ya kipuuzi. Sasa leo akawa anampanga shoga yake kuhusu ule mchizi ambaye alimpanga siku za nyuma. Hey, utakuwa ndo Shali? Kwa hiyo mlikuwa mnanisema sio? Hapana, njoo kwa upande huu. Na imani aniuzi kwako. Basi akajitambulisha kuwa anaitwa Ela, ni rafiki mkubwa wa mama yake. Wakawa wamepoa wanapiga story 2-3. Yaani Ela na Shali wanaonekana wamebondi, yani wana chemistry nzuri. Sasa mama akaleta unywaji lakini Shali akakataa na akasepa zake. Sasa Rozi akawa anajiuliza kweli mchizi hamkumbuki au anaigiza au itakuwa anafanana tu. Akaomba Mungu amsaidie vyovyote itakavyokuwa aweze kufocus na kazi yake tu. Shali akaja pale akadai kuwa ameota ndoto mbaya kinoma, hivyo anaogopa kulala mwenyewe. Ila ujue siwezi kulala na wewe kitandani kwako. Ila sina namna tu. Maintain hiyo nafasi yako sawa?
ukawekwa ukuta wa Yeriko hapo, kila mtu na upande wake. Mida usiku hivi bidada anaangalia picha ya bosi wake. Nani huyu? Bosi wangu. Unaangalia picha ya bosi wako saa 8 za usiku kweli? Unampenda Yaani umeanza kazi juzi tu na unampenda bosi wako. Kwa nini wewe unapenda wanaume kirahisi namna hii? Hapana, tulikutana muda kidogo, ila sikubahatika kupata namba zake. Hivyo ndo nimejua kuwa ni bosi wangu. Basi nitakusaidia. Mwambie unampenda. Unataka nifukuzwe kazi sio? Nilimsaidiaga mzee kumpata mpenzi wake. Hivyo hilo limeisha. Asubuhi akachukua simu na funguo za gari za mama yake, alafu akampanga atamrequestia usafiri ili wakati wa kurudi aombe lifti kwa bosi wake. Basi muda wa kutoka kazini bidada akamfuata bosi na akamwomba lifti. Nikupe lifti wapi? Gari langu limepata hitilafu kidogo. Ita taxi. Nilisahau simu yangu asubuhi. Basi panda hata basi. Mchizi akasepa na kumtelekeza bidada. Vipi leo nina mpango mwingine? Sitaki kabisa kusikia, jana umeniponza. Ilikuwa mbaya kinoma. Ila huu iwenyewe utampikia bosi wako na umpelekee msosi kazini. Kama baba na mchumba wake walikuwa wanapikiana chakula kabla hawajaanza kudate. Sasa hizi bosi, safi. Nimekuletea chakula. Nimeona umechoka na unahitaji chakula. Hivi wanawake wa ofisi wana shida gani? Unatakiwa kuwa secretary na sio kuwa mpishi wangu au kuniletea chakula kutoka nyumbani kwako. Na ukirudia utabeba kichwani na kuuza ofisi nzima iko chakula. Sasa aliporudi nyumbani Shalini anacheka kinoma. Anachekwa tu na binti yake Midada. Mwisho akampanga amwambie tu kuwa anampenda sana. Unataka nifukuzwe kazi? Mwambie tu kitakachotokea basi kiwe kimetokea. Basi wakawa wamelipitisha swala la kwenda kumwambia mchizi kuwa anampenda. Umesemaje? Nimesema nakupenda tangu siku ya kwanza nilipokuona. Kwa hiyo ulikuja hapa kuniambia kuwa unanipenda. Na ulisema una jambo muhimu, alafu unaongea utumbo kama huo. Kilichotokea mara ya kwanza ilikuwa ni one night stand tu. Kwa hiyo unanikumbuka sio? Ulichukua hii kazi ili uwe karibu na mimi sio? Sasa sitaki kukuona karibu na mimi wala hii kampuni kwa muda wa wiki moja. Bidada akawa amesimamishwa kazi, akawa na mawazo kinoma nyumbani. Binti yake akamletea maji akamuuliza una mawazo kwa kusimamishwa kazi au kwa sababu umekataliwa? Niambia unajisikiaje kukataliwa? Sasa hebu fikiria kukua bila mama yako, akiwa mzima hajafa wala nini. Ila alikutelekeza tu na hata kukurudia kuja kukujulia hali. Unajisikiaje kukataliwa? Kaa hapa. Nilikuwa na miaka 15 wakati napata ujauzito. Nikarudi kijijini, baba hapa akabaki hapa mjini. Na siku moja akaja kunitembelea, akaniambia nataka kusafiri nje ya nchi. Kwa hiyo mimi nitakulea mwenyewe wakati yeye anaendelea na maisha yake. Nikamwomba asubiri hadi nijifungue walau amuone binti yake. Akakubali. Na nilipojifungua nikakutelekeza kitandani, nikaondoka. Niliogopa kukulea peke yangu. Nikahisi haikuwa fair kwangu kukulea peke yangu Shalewa. Shalewa mwanangu, nisamee, najua unanichukia. Hapana, sikuchukii. Najua damu ni mzito kuliko maji. Wewe ni mama yangu. Hakuna cha kubadilisha hiko. Shalewa akasepa. Upande wa pili Momba ofisini hapa kaliki yani. Mwisho akavuta waya, mpigie simu Rozi. Mwambie arudi kazini. Ndiyo najua ila fanya kama nilivyoagiza. Za asubuhi bosi, nimepata simu kutoka kwa HR. Ameniambia niendelee na kazi. Anakuahidi nitafocus na kazi yangu. Akamchana ratiba zake pale alafu akasepa huko anatabasamu. Baadaye mchizi amepoa parking hapa, bidada akatokea. Hey Rozi, naweza kukudrop nyumbani? Nimekuja na gari yangu leo, hivyo asante. Mbona anakuwa mwema ghafla hivi? Sasa leo Mwamba ana kikao na wawekezaji, ila mchizi alimpa kuandaa presentation. Ameandaa presentation moja ya ovyo kinoma. Akampanga kaandae nyingine, ila bidada akampanga ana idea ya hiyo presentation. Ana imani itafanya kazi. Basi akampiga sound pale bosi. Kidogo bosi akawa ametongozeka pale na mpango wa bidada. Akawa anasifia tu namna bidada alivyomuelekeza vizuri. Baada ya presentation Davis akampanga bidada kuwa wawekezaji wamekubali kuwekeza. Anaonaje kama tukienda kufurahi hivi tupate lunch pamoja. Ila bidada akamchomolea, akampanga kwa alimwahidi atafocus na kazi yake. Ila kwenda lunch na yeye sio miongoni mwa kazi zake. Sasa nyumbani hapa master plan anamlaumu kwa nini amemkatalia na wakati alikuwa anampenda. Sitaki iwe rahisi namna hii. Yule mwanaume alinikataa mimi. Sawa, unaona hivi unavyomchukia kumpenda bosi wako, na mimi ndio nachukia kukupenda wewe. Kwa hiyo unanipenda sio? Sijui. Nakupenda. Wakawa wamekumbatiana mama na mtoto. Sasa leo ni siku ya kuzaliwa ya Shalewa na mama yake akawa amemletea zawadi ya keki na Shalewa akamuuliza mama yake kama anakumbuka siku yake ya kuzaliwa. Mama akampanga ndio anakumbuka. Sasa baadaye kidogo mlango unagongwa. Kufungua hivi ni Femi pamoja na Jessica. Happy birthday Shale. Happy birthday Shale. Kuwa mwema basi. Na uhakika ni idea yake kunitelekeza huku. Ilikuwa idea yangu, nilihitaji kupumzika. Ila kwa sasa unaweza kurudi nyumbani.
Sitaki, nataka kukaa na mama. Okay, hizi ni zawadi zangu. Akachukua akasepa. Sasa wakawa wametambulishana pale na wakamwalika bidada ndoa yao, naye akaahidi kwa atatokea. Sasa leo mchizi akampanga bidada kwa nini ile siku aliondoka bila kusema lolote lile. Walienjoy na ulikuwa usiku bora wa maisha yake. Alipoamka asubuhi akagundua kuwa ana connection na bidada. Ikamuogopesha sana, akavaa nguo zake akasepa. Alipoteza mpenzi wake kwenye ajali ya gari miezi miwili kabla ya ndoa yao, na tangu pale aliogopa kumpenda mtu mwingine. Alipogundua yeye ndo secretary mpya, alitaka kumkataa ila akaona asiwe mbinafsi. Akampa kazi ili abadilishe maisha yake. Bidada akawa amemuuliza kama anampenda pia. Rozi, nimekupenda tangu siku ya kwanza na kuona. Hata kama niliondoka, ila nilikuwa nakuja getini kwako mara kwa mara nikuambie kuwa nakupenda, ila nilishindwa. Ila na imani unaweza kunipa nafasi ya pili. Sasa nyumbani mlango unagongwa na akafungua Shalewa. Za jioni saa. Naitwa Davis, nataka kumuona Rozi. Wewe nani kwake? Shali, nani huyo? Ni mtu fulani hivi. Za jioni saa. Usiniite hivi, unaweza kuniita tu Davis. Tuko nyumbani hapa. Huyu ndo bosi wako yule? Ya, ndo mwenyewe. Huyu ni ndani yako. Mwanangu. Mimi ni binamu yake. Kipi ni kipi? Huyu ni binti yangu. Unafikiri ukisema ni mtoto wake mimi nitaondoka? Labda. Sikia binti, mama yako yuko proud na wewe kukuita binti yake. Na wewe kuwa proud kumuita mama. Sawa? Basi mchizi akampa zawadi bidada na akampanga kuwa na mpango wa kwenda dina. Ila wakamwambia tumeandaa dina, wakamkaribisha mizani, wakawa wanapata chakula cha pamoja. Ila Shalewa hapa ni anapiga domo tu, anafurahi kinoma yani. Na hapa ndo tunaomaliza mzigo wetu mkali wa kuitwa Hate to Love You. Niandikie umeonaje huu mzigo. Mimi ni ndugu yako Machis Junior. Tukutane tena kwenye video zijazo. Ciao.